Lakini pili, elewa majukumu yako vizuri na uwajibike, kwa sababu stress nyingine hasasa kwenye ofisi, mtu ajui majukumu yake vizuri, anafanya kazi kwa ukubwa lakini anafanya majukumu ya watu wengine au majukumu ya ziada, afu yale ambao tunategemea sasa, kiongozi anategemea haya ndo yale majukumu yako anafanya kwa udogo. Ndio ile kutwanga maji kwenye kinu. Unahisi umefanya kazi sana, kumbe kazi sio zako. Kwa hiyo ukipewa, sasa tunapewa mkataba wa kazi, au kama hujapewa kwa maandishi, si unaambiwa ukifika hapa fanya hivi fanya hivi fanya. Iko very clear. Dili na hiyo. Kama umesahau jikumbushe, yani endelea kujikumbusha. Usije ukao unatumia muda mwingi unafanya vitu ambavyo sio vile ambavyo unatakiwa kufanya. Ukaanza kuona mbona watu unaonekana kama sina thamani, kumbe haufanyi katika kiwango kilicho bora. Mpaka tumekupa hayo majukumu, tunaamini utakaa mule. Kama unataka kujiongeza, fanya katika yale na zaidi, alafu ongeza na nguvu nyingine. Kwa kuongezea tu hapo, sera mbili ambazo nimeishi nazo ambazo ni muhimu sana ni viwili. Over deliver. Yani fanya zaidi ya kile ulichoombwa. Kabisa. Na under complain. Sawa, unatamani ulalamike, unabidi mminye useme ngoja kwanza. Au sio? Over deliver, under complain. Itakutenganisha vibaya sana na wenzako. Kabisa. Jiongezee maarifa kwenye hicho unachokifanya. Kuna mtu anafanya kitu kila siku, anaona mapungufu, asomi popote, ajirekebishe. Siku tuna mitandao ya kijamii. Unafanya kitu labda kinahusiana na mashine au unafanya nini? Wewe kila siku yani upo tu, tunataka tumtafute mtu ndo tujue kumbe imeharibika. Kwa hiyo ongeza maarifa, jua hicho unachokifanya deep down, ili kikiwa na changamoto wewe wa kwanza kunote, umeona? Lakini pia jiongezee tu maarifa ili uwe bora. Tukiwasimamisha watu 5, 10, uwe wa kitofauti, na ukiwa unafanya hivyo thamani yako itaongezeka, bosi atakataa kukuachia, mshahara utapanda na mambo mengine yatakuwa bora zaidi. Haya, mjue boss wako, itambue na kuifahamu vema kazi yako. Jiongezee thamani kupitia kujifunza ya ziada kwenye kazi ambayo unaifanya kila siku, uonekane wa tofauti. Ukifanya vitu vyote hivyo, ujue kwamba moja kwa moja pesa zenyewe zinakufuata. Pesa huwa zifuatwi bwana. Pesa zinakufuata wewe. Kabisa. Na hii ndio tunauliza asubuhi ya leo. Wishing you a beautiful morning.